Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana. Siku ya leo nataka tujifunze kitu kimoja hapa ambacho shetani anapenda kutumia sana. Nataka tujifunze silaha ambazo shetani anapenda kuzitumia sana. Silaha ya kwanza inakuwa ni silaha ya umaskini. Silaha ya pili inakuwa ni silaha ya magonjwa. Silaha ya tatu inakuwa ni silaha ya kukataliwa. Silaha ya nne inakuwa ni silaha ya kuonewa, na anatumia silaha nyingi sana. Kuna silaha ya mateso, silaha ya aibu na fedhea, silaha ya kutokuolewa wala kuoa, silaha ya kuonewa, silaha ya kucheleweshwa kwenye jambo fulani. Wewe unaweza ukaona kwamba umecheleweshwa kwenye ndoa, unaweza ukaona umecheleweshwa kwenye kazi, unaweza ukaona umecheleweshwa kwenye biashara, unaweza ukaona umecheleweshwa kwenye kitu chochote ambacho wewe unakifanya. Lakini shetani anatumia roho hizo, anatumia nafsi hizo kama silaha kwake. Na ndio maana Biblia inasema katika Isaya 54 mstari wa 17 inasema ya kwamba kila silaha itakayonyanyuka juu yangu au kila silaha itakayonyanyuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaotamka utauhukumu kwa makosa. Hizo silaha shetani anazitumia sana. Hizo silaha adui anazitumia sana. Hizo silaha watesi wanazitumia sana. Na ndio maana Biblia katika Isaya 54 inasema katika mstari wa 14, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa kuwa utaogopa, na mbali na hofu, na kwa maana haitakukaribia. Na mstari wa 17 akasema kila silaha itakayonyanyuka juu yako au itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa makosa. Na huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Nisikilize mtumwa wa Bwana. Hizo silaha shetani anaweza kazipitisha kupitia ndoto. Hizo silaha shetani anaweza kazipitisha kupitia tabia tu. Hizo silaha shetani anaweza kazipitisha kupitia milango uliyoifungua ya kiroho. Hizo silaha shetani anaweza kazipitisha kupitia maono ambayo unayafanya wewe kwa kila siku, ambayo si ya kiroho, ambayo si ya kiungu, ambayo si ya kimbingu. Wewe unafungua milango ambayo unaweza kapitisha hizo silaha. Wewe utafungua milango ambayo adui atapitisha hizo silaha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nami natabiri kwako, kila silaha itakayonyanyuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaokutamka hukumu utauhukumu kwa umekosa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na ndio maana alisema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 anasema ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ikiwa ina maana kwamba leo utaenda kushinda hizo roho. Leo utaenda kushinda hizo silaha shetani ambazo wanaziachilia kwako. Leo utaenda kushinda hayo magonjwa. Leo utaenda kushinda huo umaskini. Leo utaenda kushinda hayo mateso. Leo utaenda kushinda hiyo roho ya kukataliwa. Leo utaenda kushinda hizo laana za kiukoo na kimila. Leo utaenda kushinda laana za kimiji. Leo utaenda kushinda hizo madhabahu zinazokushikilia. Leo utaenda kushinda hizo silaha shetani anazozitumia kwako, kwa damu ya mwana kondoo na lile neno la ushuhuda ambalo unaamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nami nakutamkia ya kwamba kila silaha itakayonyanyuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaotamka hukumu utauhukumu kwa umekosa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama alivyosema katika kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 23 ya kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Nami nakutamkia ya kwamba hakuna uchawi juu yako wala uganga juu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Vile vile alisema katika Isaya 54 mstari wa 17, kila silaha itakayonyanyuka juu yako haitafanikiwa. Nami natamka ya kwamba
Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa umekosa, na huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana, asema Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Amka sasa tuombe, simama sasa tuombe, simama sasa tuombe, wala usikate tamaa, wala usikate tamaa. Amka sasa tuombe, amka sasa tuombe. Weka usirias, omba katika moyo, omba katika kweli, omba sasa.